Jamani, mtu anaweza kuwa kabla ya kuoa alimconsult Mungu kabisa kwenye kupata mwenzi sahihi na akawa amepatia vizuri kabisa. Haleluya. Na wakati mwingine anaweza kuwa hata anajua baadhi ya kanuni za kiroho, living, cleaving, intimacy, sio oneness, sio mambo ya transparency na mambo mengine yanayofanania na hayo. Lakini kuna tu vitu tudogo ambato usipotujua tunaweza kuharibu ndoa yako. Narudia tena. Unaweza ukapatia kabisa kupata mwenzi sahihi, lakini kuna mambo usipoyajua yanaweza karibu ndoa yako. Kuna aina 3 za ndoa. Aina ya kwanza inaitwa bad marriage, ndoa mbaya. Ndoa mbaya ni aina ya ndoa ambazo mwanaume wala mwanamke hajari kutimiliza wajibu wake wala nafasi yake, hajari chochote na hajari mambo, si kama mwenzi wangu anaweza kuwa na mahitaji, yeye hajai. He don't care or she don't care. Wanaishi tu kama vile kwa sababu tumeoana tunazaa watoto, tukiachana tutaharibu watoto, lakini wenyewe they don't care. Mke anaweza kukaa kwenye wajibu wa mwanaume, mwanaume anaweza kukaa kwenye wajibu wa mke, yani ni vurugu, yani tumeelewana. Mtu hajui chochote kuhusu kama mwanamke anahitaji uhitaji. Yeye anakuambia hakuna. Wanawake ni hela tu, wewe mpe hela tu. One of the risky thing women needs is money. Najua wanawake hataka kukubali, wanataka wakatae. Hata wao hawajui wanachokihitaji. Haleluya. Hiyo wanaosema hela ni translation ya kitu ambacho wanakihitaji ambacho sio hela. Ndio maana anaweza kuwa na hela na bado mke wa Bill Gates akamwacha Bill Gates. Niliwauliza, nilisema mniambie matajiri wangapi ambao wameachana mpaka sasa hivi. Niliwapa hiyo report assignment. Mnakumbuka wale wa Kingdom Marriage Academy? Mlitafuta? Niambie mfano. Wameacha kama wangapi? 7. Nani ambaye anakumbuka? Ambaye alifuatilia? Katika matajiri 10 wameacha wangapi wake zao? Tena sio wameacha, wameachwa. Maana sio kuacha, sema wameacha. Kuacha ndio tofauti na kuachwa. Kama 8. Top most billionaires. Na hiyo sio billionaires, ni trillionaires. Kwa sababu 10% yake anaweza ni bajeti inaweza kaa inazidi ya taifa. Lakini ameachwa. Kwa kumbe wanawake hawataki hela, ni nyie tu hamjui wanachotaka. Hawataki hela. Yaani hela ni kitu, yaani ndo akija kupata hela anagundua anachokihitaji mimi sio hela. Ila hela ilikuwa ni kuna hitaji liko nyuma ya nini? Ya hela. Haleluya. Aina ya pili ya ndoa inaitwa a good marriage. A good marriage, mwanaume anaweza kaa anatimiliza wajibu wake, anaweza kaa anajua nafasi yake, lakini ni mwanaume ambaye hajui mahitaji ya mwenzi wake. Umeelewa? Ndio unakuta mwanamke analalamika kwamba mimi wewe unipendi. Alafu mwanaume anaambia wewe mwanamke huna shukrani. Na kusomeshea watoto, nimekununulia gari. Kitu gani unakosa umndani? Ushasikia mtu anambia, unakosa nini umndani wewe? Unakuli, uvai. Somesha mtoto wako. Mwanamke anasema unipendi. Basi nakupenda basi. Unataka na my brother. Unaweza kuwa unatimiza wajibu wako, unaweza kuwa unatimiza majukumu yako, lakini you don't meet the need of your husband or your wife. A great marriage. Ndoa bora, ndoa ya kiungu, ni ndoa ambayo watu wanajua wajibu wao, wanajua majukumu yao, and of course wanaenda extra mile to meet the need. Sijasema the want, the needs. Wanaenda kutimiliza mahitaji ya wenzi wao. Kwa ukisikia mwanamke anasema ni mume wangu mimi ananipenda, yani huwezi kuniambia kitu. Akili zenu nyewe mnachowaza sasa atakuwa amempa gari. Yaani ndio yaani atakuwa anampa mahela. Yaani akiomba tu mahela anapewa. No, it's more than that. He or she is meeting the needs of his or her husband or wife. Hallelujah.